Wakati bunge la Tanzania likiendelea, viongozi wamekuwa wakileta hoja zao bungeni na zikijadiliwa mitandaoni, na hii imeleta sintofahamu kwa hoja na kauli mbalimbali ambazo zinatolewa ndani ya bunge. Sasa sikiliza hoja hii inayohusu UDA. Hii imeleta sintofahamu kubwa na watu wamekuwa wakijiuliza hapa nazungumziwa nani au mlengwa ni nani ndani ya serikali. Hebu tuangalie video hii na usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Hii ni Ndui TV. Aliyekuwa ndani ya serikali basi ni UDA. Nasema hivyo kwa nini? Sisi tunataka maendeleo ya nchi yetu. Kosa la mama ni wapi? Kwa sababu ya kumwamini mtu? Kumbe ni UDA. UDA huyu amesaliti ndugu zake, hata ile familia ambayo ilimlea kisiasa. Hawataki kumuona huyu UDA. Hata huko nyuma amewahi kutajwa ni mzigo, lakini leo mzigo huu tunao ndani ya serikali. Na hapa niseme pia, ameshawaumiza watu wengi UDA. Wengine walikuwa mbele, sasa tunao huko nyuma, mapepencha wenzetu, wako wafanya biashara, watendaji ndani ya serikali, wengine ambao walikuwa na safari nzuri ya kisiasa, wamekatwa, wameathirika, wako nje na wana msongo wa mawazo. Lakini UDA tumeanza kumwona anaibuka katika nyumba za ibada, kutafuta huruma za wananchi na watu mbalimbali. Lakini nataka niseme, waheshimiwa wabunge wenzangu na serikali mliokuwepo hapa, tuamkeni. Leo anapita akitaka kutuaminisha sisi kwamba Rais Magufuli alimpenda sana yeye UDA. Kama alimpenda kweli, kwa nini bwana alimrusha huko nje ya dunia? Huko alitupwa UDA, huko alitupwa. Waliompenda Rais Magufuli tunawajua, mwenyewe akiwa alipenda, tulikuwa tunaona wengine wamo leo humu ndani. Kwa hiyo tumwache Rais Magufuli, alifanya kazi kubwa sana. Mwenyezi Mungu amjalie apumzike kwa amani, lakini UDA awache kumtumia majina ya watu. Tuamkeni wabunge na tusiogope. Mimi siwezi kutia ulimi wangu puani. Mheshimiwa mbunge, naomba jielekeze kwenye hoja ambayo iko mezani. Nakuja mheshimiwa. Nakuja huko. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Mimi nafurahi sana uko hapa kwenye kiti. Unaongoza vizuri. Lakini sasa haya maendeleo tunayotaka jamani, lazima tuhakikishe kwamba serikali inapata utulivu, mawaziri wanakuwa na amani, lakini na sisi pia tunaacha kutonganishwa.